Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wapenzi watazamaji, napenda nitumie fursa hii inshallah ta'ala kuweza kuelezeni utaratibu ambao unaweza ukasaidia kwa watoto wetu wa kike tuliokuwa nao katika majumba yetu ambao hawajapata bahati ya kuweza kuolewa. Yani ikiwa wewe ni mzazi una watoto wa kike lakini hawajaolewa na ungependa watoto wako waolewe, basi ningependa nitumie fursa hii kuweza kukueleza wewe kama mzazi ufanye hivi au mwambie yule mtoto wako wa kike afanye hivi. Inshallah taala Mwenyezi Mungu atajalia ataolewa kwa haraka. Na hii njia pia akitumia pia kwa ajili ya mtoto wa kiume. Wewe pia ukiwa mtoto wa kiume lakini Mwenyezi Mungu amekujalia umefika umri wa kuoa, lakini kila ukipanga jambo lako linakuwa ni zito, basi fanya haya mambo inshallah taala Mwenyezi Mungu atajalia utaweza kuoa kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza ni dua inaitwa mashlul. Mashlul ni dua ambayo ni unaweza ukaifanya hii dua muda wa siku 40 for 40 days, 40 consecutive days, kwa muda siku 40 mfululizo. Na hii inasomwa baada ya salatul fajri au kwa swala yoyote ile nyingine kabla kujaiswali. Na pia hata baada ya salatul fajri unaweza kusoma pia kabla salatul fajri. Unaisoma kwa idadi ya mara moja, yani dua unaisoma mara moja lakini inakuwa ni muda siku 40. Kwa hiyo utaisoma dua hiyo inshallah taala, dua mashlul, na utafanya hivyo siku 40 bila kuachanisha. Yani isitokee hata siku moja ambayo hapa katikati hujaisoma. Usome kila siku muda siku 40. Ndani hizo siku 40 unatakiwa ujizuie na vyakula vinavyotokana na roho, na kujitahidi kuvaa, kama ni mwanamke jitahidi sana kuvaa nguo ambazo zinafanana zile za mahujaji, yani kwa maana ziwe na rangi kama nyeupe. Kama ni gauni basi liwe jeupe, kama ni juba basi liwe jeupe. Lakini pia kama ni mwanaume avae kanzu, apendelee kuvaa kanzu katika muda huo siku 40. Lakini pia ajizuie kula vyakula vyenye roho, yani kwa mfano nyama, usile samaki, usile maziwa, usinywe maziwa, yani vitu vyenye roho au vinavyotokana na roho kama mayai, vitu vinatokana na roho, dagaa, hizo usitumie ndani ya siku 40. Ni kitu ambacho kinawezekana tu, na kuna siri kubwa kwa nini usitumie vyakula. Kwa sababu kuna siri kubwa. Hatuwezi kueleza mambo yote kiundani, ni somo pana, lakini ni katika namna ya kuweza kufanikisha ile jambo lako. Kwa hivyo ndani ya siku 40 kujizuia kula nyama ni kitu ambacho nafikiri kila mmoja anaweza akakiweza kwa ajili ya kile anachokitafuta. Kwa hiyo utaisoma hiyo dua kabla ya salatul fajri au baada ya salatul fajri au kabla ya swala yoyote ile au baada ya swala, lakini muda mzuri ni muda wa kabla salatul fajri au baada ya salatul fajri, yani ile asubuhi, iwe ni kabla au ni baada. Kwa ukifanya hivi inshallah taala, au kumwelekeza mtoto wako akifanya hivyo, basi Mwenyezi Mungu atamjalia hilo jambo litakuwa jepesi. Na hii sasa, utaratibu huu pia ni kwa mtu mwenye shida ya aina yoyote ambayo imekuwa ni ngumu sana, basi afanya hivyo ataona majibu. Jambo lingine ni kusoma mara 15. Kwa kuanza na kumswalia Mtume mara 15 na kusoma hii dua mara 15 na kumalizia tena kwa kumswalia Mtume mara 15. Hii ni dua nyingine sasa. Unamswalia Mtume mara 15, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad mara 15. Alafu utasoma dua hii, ya musabbibal asbab, ya mufattihal abwab, ya man haythu ma du'iya ajab, ya man haythu ma du'iya ajab, ya musabbibal asbab, ya mufattihal abwab, ya man haythu ma du'iya ajab mara 15. Mara 15. Alafu kimaliza unamswalia tena Mtume mara 15. Hii utaifanya muda wa siku 40. Hii utaifanya muda wa siku 40 mfululizo.
kisha baada ya hapo utakuwa unafanya kila baada ya siku 15 kwa shida yako. Basi hii nayo ni njia mojawapo ya kusaidia kuweza kufanikisha. Na mwisho, ukishafanya hiyo dua hii ambayo nimeeleza ya pili, utatafuta sadaka, utaenda kumpa mtu ambaye ni mtu mwenye kuswali swala 5. Yeye unajua kwamba huyu mtu huwa mara nyingi akosi msikitini, chukua ile sadaka kampe. Basi inshallah taala mambo yako yatafanikiwa. Dua ya tatu, kwa uzito wa aina yoyote, na hasa katika masala ya kuoa, ndoa hazipangiki, mambo kwa ni mazito, basi utasoma dua hii mara 100 kwa muda siku 40. Na hii nakumbuka kuna dada mmoja nilishampa dua hii, alikuwa yani yeye pesa zilikuwa zinakuja zinarudi, pesa zinakuja zinarudi, anaharibikiwa masuala yani ya ndoa, alikuwa hayakai vizuri. Nakumbuka nilimpa dua hii, yeye akaona kwamba ni kitu kidogo sana, akasema mbona dua fupi sana? Akasema hii dua ni dua kubwa. Na baada ya kuifanya mara 100 kila siku kwa muda siku 40, kwa baada ya swala ya aina yoyote, yani hii unatakiwa usome kwenye swala ya aina yoyote, chagua swala moja hapo, swala yote, kama ni alfajiri. Na mimi napenda sana hizo dua mimi nafanya baada ya swala alfajiri, kuna baraka kubwa sana. Akawa nasoma haya maneno, sahlan bifadlika ya azizu, sahlan bifadlika ya azizu. Hii dua yenyewe ndio hiyo, sahlan bifadlika ya azizu, sahlan bifadlika ya azizu, sahlan bifadlika ya azizu, mara 100, muda siku 40. Yule dada hakufikisha siku 40, yule dada aliposwa na Mwenyezi Mungu akajalia ndoa ikaja ikafungwa. Kwa hivyo naombeni sana haya mambo ninayozungumza msiachukulie kawaida. Unaweza kuona dua fupi sana kadharau, kumbe kuna watu wamefanikiwa kupitia haya ambayo mimi ninayozungumza. Kwa hivyo inshallah taala tuzidi kuulizana maswali, tuzidi vitabu vipo kama nilivyosema, vitabu bado vipo. Kitabu cha Abjadi kile kipo, na vitabu vinginevyo ambavyo nimeandika kurahisisha mambo, kwa fanyeni wepesi ili muweze kufanya dua mbalimbali kuweza kutatua matatizo. Naitwa Sheikh Zuberi au Mwalimu Darweshi, namba zangu za simu ziko hapo. Basi inshallah taala karibuni sana, tuendelee kufaidika zaidi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.